Ikafika mwaka sasa, nikasema Mungu, sasa imefika mwisho. Kama hutanisaidia mwaka huu, nadhiri yangu naiondoa, maana nimeshinda. Kaomba, nikakutana na Pastor Muhando, alikuwa anafanya mahubiri mahali fulani. Akaniona kwa Mungu huyo, akasema mambo yako yamenyoroka. Sikumwambia kitu chochote, akaeleza tu mambo yako yamenyoroka. Akamwambia, Pastor, unasemaje? Bwana, tunafahamiana. Nimekwambia mambo yako yamenyoroka, basi nenda. Katika mkutano ule nikapiga kona tu mahali fulani hivi, nikakutana na bwana mmoja tulikuwa tumesoma naye, wawili tulikuwa tumesoma nao. Sasa unajua ni miaka 20 na kitu, ni watu wazima, wana nafasi zao huko, wenyewe waliendelea na masomo. Akasema, unajua jamaa anataka kuwa mchungaji. Sasa ni kitu gani kinamzuia? Akasema, bwana, sijapata ile ya kumalizia chuo, nilienda chuoni hela zikakosa, nataka niende chuoni. Akasema, lini unataka kwenda? Akasema, wakati wote niko tayari. Akasema, okay, ukitaka kwenda njoo ofisini kwangu. Nikaenda. Nilipoenda ofisini kwake, jamaa akavuta cheki hapa, akaweka hapa mezani. Akasema, unalipa shilingi ngapi? Akasema, wakati huo ilikuwa 1,300,000 kwa mwaka, karo ya chuo cha Arusha. Akasema, basi kwa sasa hivi nakuandikia cheki hii, alafu semester ikisha utarudi. Akaandika, akavuta, akaandika cheki ya 8,000. Akanikabidhi. Machozi yalinitoka. Nikaenda chuoni. Tulipomaliza semester nikarudi, akavuta kitabu tena, akaandika cheki shilingi 700,000. Karo ya mwaka imelipwa na zaidi imelipwa. Lakini nilipotoka pale, mtu mwingine akasema, unaenda chuoni, unaenda nini? Akavuta cheki akaniandikia 500,000. Nikamuuliza Mungu, hawa watu walikuwa wapi miaka yote hii? Nimehangaika, yaani mpaka nimefika point ya mwisho. Kwa kweli nilizungumza na Mungu, nikamwambia mwaka huu nisipoenda basi naacha tu. Lakini ndipo mibaraka ilifunguliwa. Nimesoma nikiwa tajiri. Yaani nilikuwa na pesa ambazo sasa hivi sina. Lakini wakati nilikuwa mwanafunzi nilikuwa na pesa nyingi. Mwandishi wetu anasema, unaweza ukahisi kupuuzwa, unaweza ukahisi